Kwa majina naitwa Wycliffe Amboso, nikiwa nasimamia kitengo cha masuala ya tarakimu za wagonjwa katika jimbo Katuzi la Vihiga. Rekodi zinaonyesha kwamba tukiangalia kuanzia mwaka wa 2022 tumekuwa na karibu kesi 1295. Luanda sub-county ikiongoza kwa hizo cases, Emuhaya ikiwa nazo chache. Lakini tukiangalia kwa zaidi kutoka wakati huo 2022 tukikuja mbele, hizo cases ni kama zinakuwa kidogo. Maana mwaka huu tumereport cases 495. So asilimia 50 ya wale wanahusika ama wanaripoti mambo ya hizi dhuluma ya jinsia hufika vituoni vyetu vya afya baada ya siku masaa 72. Na kwa hayo masaa 72 inahitajika mtu akifika ndio apate kupewa ile tunaita post exposure prophylaxis, tembe zile atameza kama yule mwenye alimfanyia dhuluma alikuwa na virusi vya ukimwi ili asiambukizwe. Na kama pia ni msichana mwenye angeshika mimba, hiyo mimba tuzuie. Lakini wengi sasa nusu ya wale wanafika hayo masaa 72 kama yashaisha, na inakuwa changamoto sana kufanya nini? Kuwahudumia ili wasipate mimba wala wasiambukizwe virusi vya ukimwi. Jina langu ni Michael Ndeda, kukiwa mkurugenzi wa shirika ambalo linaitwa Twajali Initiative. Mara nyingi kama visa vinasemekana vimeenda chini, na kuna masuala mawili hapo. Huende ikawa either cases zinaenda unreported. Kuna mambo ambayo yanafanyika lakini haijulishwi serikali. Hilo linaweza kuwa jambo moja. Na jambo lingine ni kwamba huende ikawa kuna visa inakuwa reported lakini haikui reported kwa njia mwafaka ambayo inahitajika. Njia ambayo tunaita referral pathway. Kwa maana kupitia kama kwa polisi, kupitia kwa health facility, polisi na kwenda hadi judiciary. Kwa hivyo inaweza kuwa haya mambo yanachangia sana kupungua kwa hivyo visa. Kwa maana sisi tuko kwa ground na tunafanya kazi kwa ground hapa Luanda na Emuhaya, na tunaona ya kwamba visa vingi vinafanyika. Kuna visa ambavyo vinafanyika vya dhuluma ya kijinsia, vya dhuluma dhidi ya watoto, hasa watoto wasichana, hata wavulana pia. Hizo visa huwa inatokea. Georgina wa Mkoya, counseling kwa wanafunzi, na unapata ya kwamba wanafunzi wengi pale wameathirika na visa vya dhuluma. Visa hivi vya dhuluma baadhi yavyo vinatokana na kule nyumbani mahali wanaishi. Kuna vile pia ambavyo vinasababisha mazingira pale shuleni. Kuna vile ambavyo pia vinawaathiri na hawawezi kusema kama ni vya nyumbani ama shuleni. Labda tu kuwahusisha kwa kuongea ndio waweze kufungua waseme. Kwa hivyo utapata msichana huyu anakuambia, mimi nilipatwa na huu ujauzito kwa sababu sikuwa na hiki, na yule ambaye alijitokeza kunipatia akasema lazima nilale na yeye. Wengi wamenaswa kwa matumizi ya dawa za kulevya kama bangi. Sasa wale ambao wanahusika kwa bangi, kuna wale hata wanaiuza. Wanakuambia kwamba mimi pale nyumbani niliachwa hapa, mimi ndio mkubwa, nina ndugu zangu na dada wadogo ambao natakana nishughulikie na sina kazi. Kwa hivyo nafanya nini? Nimejiingiza kwa kuvuta bangi, ingine nauza ili nipate pesa. Na pia hii kuvuta wafanye hivyo kutokana na peer group influence, marafiki. Wengine wanakuambia wanaenda kucheza mpira, wanapofika pale kwa mpira wanaambiwa wewe ukitaka kuingia kwa hii group ya mpira lazima uvute bangi ndio ucheze uwanjani. Kwa hivyo unapata ni rahisi sana wanavuta bangi wakiwa kwa hiyo hali ya kurekrutiwa kama memba wa hiyo group. Inaathiri masomo kwa sababu mwanafunzi yule anavuta bangi, concentration haiko. Mara nyingi
wanakaa darasani kidogo, unapata anavutiwa na kuambia kichwa kinaniuma, nataka kwenda nyumbani, mimi ni mgonjwa. Na hii inakuwa tu hangovers, anataka aende avute. Naitwa Benjamin Hakali. Benjamin Hakali natoka Luanda Township Ward. Kuna vitu kadhaa 2 ama 3 zinazosababisha wamama wapigwe katika maboma zao. Kitu ya kwanza nitaongelea uaminifu katika ndoa. Wamama wengi watapigwa kwa hizi nyumba sababu hawako na uaminifu katika ndoa zao. Wanadanganya ama wanafanya vitu ambazo hazieleweki katika ndoa zao. Kitu ya pili ni kutumia vitu za bwana katika njia isiyo sahihi. Utapata labda mara nyingi mzee amewacha pesa kwa ajili ya matumizi fulani, lakini mama ameitumia katika njia isiyofaa. Na utapata ya kwamba wazee wengi wanatumia vileo ama wanatumia hizi makali. Kwa hivyo utampata wakati anarudi nyumbani apate ya kwamba vitu zake ama pesa alizoziwacha hazijatumika katika njia iliyo sahihi. Utampata ya kwamba ametoa vita katika hiyo nyumba ambazo itasababisha mambo kama unyanyasaji na mambo mengine ya kupigana katika hiyo nyumba. Majina ni Jael Martha Pukutsa. Utapata huyu mama hana uwezo wa kutafuta chakula ile mzee angependa akule. Pengine mzee akiingia kwa nyumba anatarajia atapata ugali na nyama, ugali na samaki, ugali na omena. Lakini wakati anapoingia ndani ya nyumba anapewa ugali na sukuma, ugali na mrenda, hapo ndio vita inaanzia. Atachukua hii chakula, anamwagia mama, anamwambia wanawake wengine wamepigia mabwana zao nyama, wamewapigia kuku, wamewapigia samaki, kwa nini unanipa ugali na mboga yenye sitaki? Na utapata huyu mzee hachangii kutafuta hii chakula. Dhuluma miongoni mwa watoto pia ni ukosefu. Na saa zingine si ukosefu, wanaume wetu wamekuwa wamepotokwa kwa manjia. Unapata mama ameolewa na mtoto kwa boma, kwa hivyo wanasema mtoto si wa boma letu. Utapata wananajizi ule mtoto. Lakini wababa wetu pia wamekeuka watoto wao wa kuzaa. Unapata baba amepiga mama, akamkata, akamfukuza, amebaki na watoto, anamgeuka mtoto wake ule msichana anakaa kama mke yake kwa nyumba. Na matokeo saa hii yenye tunaona, unapata watoto wamepata mimba za mababa zao, za mandugu za mababa zao, na kulingana na mila na desturi ya Waluhya, si kwa hekima, ni makosa. Jina langu ni Reverend Stephen Amakoe. Mimi ni mmoja wa wahubiri wa Kanisa la Mungu Afrika Mashariki Kenya, na pia ni mmoja wa overseers, waangalizi wa Kanisa la Mungu. Mimi ni mwangalizi katika Kanisa la Mungu eneo la Kima area. Mimi nasema hivi, ni wajibu wa kanisa kurekebisha waumini wa kanisa. Ni wajibu wa kanisa kufundisha wanawake na wanaume wanaoingia kanisani. Bila mafunzo, wanaume na wanawake hawawezi kurekebika. Biblia inasema ya kwamba wanawake watii wanaume zao, na wanaume nao wapende wanawake wao. Bila hiyo hakuna amani katika nyumba, hakuna amani hata kwa kanisa. Unaposhindana na mwanaume kwa nyumba, pengine akushinda na nguvu, na ndio unasikia mwanaume ameua mwanamke kwa nyumba. Wanauana, hata tunasikia kwa TV, tunaona kwa redio wanatangaza wanaume wameua wanawake ama wameua wake zao. Na hata kuna wanawake ambao kama wanaua hata wanaume zao. Na hiyo inakosekana, na ni kwa ajili ya upendo katika nyumba. Na ni wajibu wa kanisa kuona ya kwamba kufundisha wamama, kufundisha waume. Ubaya tu wa siku hizi wanaume hawaingii kanisani. Ni ombi langu ya kwamba wanaume waingie kanisani, wahubiriwe, wasikie neno la Mungu linasema namna gani. Wanawake ndio tunawaonanga kwa makanisa, na wamekuwa na vichwa kubwa kwa sababu wako peke yao kwa makanisa. Unaweza hata uona, kunaweza kuwa hata na kanisa lingine linaongozwa na wanawake peke yao. Hapo kuna wanaume kwa kanisa, na mwanaume pengine ameenda kwa ulevi, wengine wametindika kabisa, wengine hata wanavuta bangi, na wengine nao hata kuleta chakula kwa nyumba ni shida, kwa sababu wamekuwa masugu katika vitu vya dunia hii. Alafu wanaegemea wanawake kwa nyumba ndio walete chakula. Hiyo ndio inaleta shida
kwa maboma haya. Mwanaume aliumbwa afanye kazi na bidii, apende mke wake, apende watoto wake, na kama kuna shida yeyote, jambo msamaha ni kubwa sana.